naomba kuwasilisha. Mheshimiwa Dr. Christina Malima, swala nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, nashukuru sana kwa majibu ya serikali na namna ambavyo serikali imejipanga kuwalinda wazao katika miradi ya uvuvi wa vizimba. Lakini nina maswali mawili ya nyongeza. Swali la kwanza, ikiwa sheria hizi zilizopo zinawalinda wazawa, kwa nini katika baadhi ya maeneo ikiwemo kisiwa cha Ukerewe ambacho kinategemea asilimia 90 na zaidi ya asilimia 95 katika masuala ya uvuvi, wazawa na uchache katika miradi hii ya uvuvi wa vizimba, ili hali wageni ni wengi katika miradi hiyo? Swali la pili, je, serikali iko tayari kufanya tathmini ya kina katika kisiwa cha Ukerewe katika masuala ya uvuvi wa vizimba ili na wao wawe wanufaika wa miradi hii badala ya kuwa watazamaji? Asante. Majibu, Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Naomba kujibu maswali mawili ya nyongeza ya Dr. Regina Christopher Malima kama ifuatavyo. Kwanza, nipende kueleza bunge lako kwamba mnyororo wa thamani wa ufugaji wa vizimba ni mrefu, ukijumuisha uzalishaji wa vifaranga, uzalishaji wa vyakula vya samaki, na kwa hiyo kuwezesha inaonekana kwamba wanapatikana watu wengi, wageni ndio wanafanya shughuli hizo. Sina hakika sana na swala hilo. Na kwa kiwango kikubwa serikali ndio imeweka kidogo ya fedha kuweza kuanzisha ufugaji huo, na kwa maana hiyo hamasa hiyo inatakiwa iendelee, ili upanuzi wa shughuli hizo na kuhusu tathmini bahati sasa tayari kufanya hivyo, lakini nadhani ushiriki wa Wanaukerewe katika shughuli hizi utategemeana na upatikanaji wa fedha. Na hapa nihamasishe halmashauri za wilaya nchi nzima zianze kutenga fedha, hasa zile asilimia 10 kwa maeneo ambayo ni ya uvuvi, kuelekeza huko badala ya kuwapa pesa wananchi kufungua na kuja mapya ili wananchi waanze kunufaika. Na hapa nipende kutambua baadhi ya halmashauri, kwa mfano kama Ilemela na Nyamagana, wameanza kufanya hivyo na ushiriki wa wananchi unaongezeka. Na sisi kwa upande wa serikali tutaendelea kutoa mikopo isiyokuwa na riba kubwa, na muda sio mrefu tutaanza pia kutoa fedha ambazo Mheshimiwa Rais amezitoa, na nadhani na hakika Ukerewe pia watanufaika. Lakini pia nihamasishe mabenki nayo yaanze kusaidia, na baadhi yameanza kusaidia. NMB wameanza, CRDB wameanza, benki ya ushirika nao wameingia, nao pia wawezesha wananchi wa maeneo ambayo yanaweza kufanya shughuli za ufugaji wa vizimba wakiwemo Ukerewe waweze kupata mikopo na kushiriki katika shughuli hizo. Asante sana Mheshimiwa Mwenyekiti. Mheshimiwa Tina Chenge, swala nyongeza. Mheshimiwa Mwenyekiti, kwa kuniona, kwa kuwa sasa hivi kuna upungufu mkubwa sana wa samaki kwenye ziwa Victoria, je, serikali haioni umuhimu wa kuja na sheria au mwongozo utakaoruhusu vifaranga vya samaki kuzalishwa kwenye vizimba na baadaye vikarudishwa ziwani ili viendelee kukua na kuzaliana, lakini sambamba na kutenga maeneo maalum ambayo yatakuwa ni kwa ajili ya breeding na ambapo hakutaruhusiwa kuwa na uvuvi wa aina yoyote ile? Naomba kuwasilisha Mheshimiwa. Majibu, Mheshimiwa Waziri. Nakushukuru sana Mheshimiwa Chenge kwa swali lako zuri hilo na ushauri. Ndio mwelekeo ambao tutakuwa nao. Kama nilivyosema, hili ni eneo jipya
na linatusaidia kusema ukweli kuongeza uzalishaji wa samaki, kwa sababu uvuvi wa asili samaki wameanza kupungua na kwa kiwango kikubwa na usiozingatia. Kwa hiyo itabidi tufanye kazi mchanganyiko, mbinu mchanganyiko. Kwanza, ufugaji wa samaki wa vizimba si mbadala wa uvuvi wa asili. Lazima tuwekeze kubwa sana kulinda uvuvi wa asili, kwa sababu ndio chanzo kikubwa cha mazao ya samaki kuliko huu uvuvi ambao ni mbadala. Na kwa maana hiyo, serikali imejipanga kuleta sheria hapa bungeni ili kuunda chombo madhubuti, mamlaka ya uvuvi, kuweza kusimamia rasilimali za uvuvi ili tuongeze rasilimali na tuzilinde. Lakini la pili ni hilo linalolipendekeza ambalo ni kuanza kufanya kitu kinaitwa stocking, kutengeneza vifaranga halafu na kuvipandikiza, halafu na kutenga maeneo ambayo tutakayopandikiza yao yamehifadhiwa kuweze kukua na kuongeza uzalishaji wa samaki. Asante sana Mheshimiwa Kenge. Mheshimiwa